wako sijui tu alikuwa na nia gani. Alitaka kupindishe kizazi kabisa. Maana si kwa UTI hayo, kakupakaza UTI kama hana akili timamu. Yaani hapa hadi nawaza, sijui nikupe dawa zipi tu ambazo zinaweza kukusaidia. Maana UTI ni nyingi sana, nyingi mno. Nyingi sana. Zinafika 3000. Yaani ni bora hata zingekuwa hizo 3000. Wewe za kwako zimezidi, zimepitiliza, ni maelfu kwa maelfu, hata namba tu hazisomeki. Ndio maana nimekwambia we kaka, huyo mpenzi wako alitaka akupindishe kizazi moja kwa moja. Stella, binti mshenzi sana yule, kunyangishi zake. She wanted to take away my reproduction system. Alitaka kuniharibia uzazi yule. Kweli UTI hata buku 3000 mimi nikajua labda zinafika hata 3000 hazisomeki namba kabisa, kumbe ni maelfu kwa maelfu. Aisee. Sasa unanisaidiaje daktari? Usijali kaka, nitakupa tiba. Asiupo hospitali bwana, but I have to think about a better treatment for you. Kwa sababu hizo UTI zimezidi, zimepitiliza. Lazima nikaongee na mkuu wangu, anipe maelekezo ni dawa gani nikupe ili zikusaidie. Na pia ndio maana nimekushauri, nenda mwambie mpenzi wako naye aje apime kama ni tiba mpate wote, kwa sababu tukikutibu wewe ukapona, ukirudi tena mchezo ndo ule ule, unakuwa unacheza na UTI tu. Dokta angalia usalama wangu mimi, acha kumzingatia Stella, achana na Stella. Mimi kwa Stella sitafika tena, shikanyagi, shirudi tena pale. Hata itokee mtu aje anibane prize na masharubu kwenye masharubu haya, ayavute na prize. Shikanyagi kwa Stella ndo nabu. Wewe angalia usalama wangu mimi, nipate tiba nipone, mambo mengine mimi hayanihusu. Stella atakuja kwa wakati wake. Lakini si bado mnadeti jamani, si mpenzi wako? Gani? It is better ukamshauri naye afike kituo cha afya, apate tiba. Kwa sababu kama wewe tu uliyeambukizwa uko na hali mbaya hiyo, na hisi yeye atakuwa na hali mbaya zaidi. Kaoja yule. Lakini daktari, I can't go again to the Stella. Sijui Kiingereza changu kiko shawa au ni download application ya Ticha Jungu nijifunze zaidi. Mimi siwezi kurudi tena kwa Stella. Kama nilivyokuambia daktari, wewe nipeni tiba mimi nipone, niondoke nikafanye shughuli zangu. Kila mbuzi itakula urefu wa kamba yake. Yeye atakuja kwa wakati wake. Okay sawa, ngoja mimi nipeleke hivi vipimo kwa mganga mkuu, halafu yeye ndo atashauri sasa ni dawa gani inayofaa upewe. Hamna noma shega. Ukiwa wenda nyumbani mama ukiwa wenda nyumbani baba kamwambie Stella siwezi kufika. Kamwambie Stella siwezi kufika. Shirudi tena kwa Stella. Alitaka kunikwangua kizazi. Na vibe la kuimba. Alafu ile pale keyboard na kompyuta ile. Naweza nikarekodi hit song hapa ndani. Ngoja niichezee. Mwantumu, mimi mwenzako hata sijui nimekuaje shoga yangu. Yaani sijui nimerogwa, sijui nina mashetani gani. Napenda wababu mimi kupitiliza. Ameanza kuchanganikiwa huyu. Kaanza kuchanganikiwa Stella jamani. Stella, hebu acha kuvuta sigara. Sigara zinakupeleka pabaya we binti. Bado mdogo hivyo miaka 23 tu tayari ushaanza kupalamia wazee. Wewe na wazee wapi na wapi? Eti, huo mchezo umeanza lini? Jamani, sio sigara hizi Mwantumu, ni hisia tu mwenzako zimenipanda. Ndio maana nimekwambia sijui nimerogwa, maana sio katika hali ya kawaida. Eti unakuta tu napenda the way wanavyonuka vile ugoro, makoti yao wanavyonuka tumbaku, basi mimi najisikia raha mwenzio. Ufanye uolewe sasa. Na Shemtoi sijui unamwachia nani? Hata simuwazi kwa kweli. Hapa kichwani nasikia tu sauti zinaita wababu. Napenda wababu Mwantumu. Sio wababu tena, sema mbabu. Upate mbabu wako mmoja ambaye yuko single, uolewe naye utulie. Aka mmoja sitamuweza kwa kweli. Huo malaya sasa. Elewa Kiswahili nawe. Nimekwambia napenda wababu, sio mbabu. Mbabu mimi nimpeleke wapi? Makubwa. Stori zako za leo sizielewi ujue Stella. Alafu usikute siku ile usiku nakwambia unifungulie mlango nikupe umbea unanikatalia. Mle ndani ulikuwa na baba yangu, kwa sababu viatu vyake niliviona pale nje. Na siku ile baba yangu hakulala nyumbani. Kuwa makini Stella. Mama yangu akija kujua unamfanyia ujinga wa namna hiyo, mimi nakwambia urafiki utakuwa unaisha siku hiyo, hata kuacha salama. 23 itika basi, naitika mwenyewe. 23 kweli nimekubali kuishi kwenye jumba la manyanyaso kama hili. Nimekubali kuishi maisha ya fedheha kama haya. Rafiki zangu ananishauri vizuri, bwana unagongondwa, ondoka hapo kwa Bikachara atakuja kukuua. Lakini mimi sitaki kusikia. Je, niondoke niende nikaishi maisha ya mtaani ya kusebenza,
au niendelee kung'ata humu ndani, kwa sababu milo ya chakula nakula kama kawaida, lakini manyanyaso ya kuteswa ya kuishi kama houseboy ndio ambayo yananipa wasiwasi. Niondoke, niendelee kuishi 23 na kuita itika. Lakini ngoja niyasikilize maneno ya wahenga yanayosema kwamba mvumilivu ndiye hula mbavu. Anakula mbavu kweli? Mvumilivu hula mbavu? Huyo msemo ndo nakaa hivyo, hauna bwebwaja. Mvumilivu ndo hula mbavu. Hivyo mbavu. Mimi nitavumilia hadi nihakikishe nakula mbavu za Bi Kachala. Wewe Kitundu. Abe? Haya, njoo oshe hivi vyombo. Umemwachia nani hapa mshenzi? Oshe nyani. Njoo oshe vyombo. Ila hati ya ndoa. Sasa shemeji, tunafanya nini? Maana pale tayari washatufukuza hivyo. Wametuambia tusirudi pale bila hati ya ndoa. Na hati ya ndoa wewe tayari ushainajisi. Tufanye nini? Mimi kwa kweli shemeji sina ushauri kabisa katika hilo. Kama wale mabwana wameng'ang'ana kwamba hii kesi haiwezi kuendeshwa bila hati ya ndoa, kwa kweli mimi cha kushauri sina. Zaidi tu hapo nitakwambia turudi kijijini, tukaendelee kufanya shughuli zetu. Bwabwaja huyu. Matonya, safari hii mimi kijijini sirudi bila mke wangu Bi Kachala. Piga kuua. Sirudi kijijini bila Bi Kachala. Mimi sio mbwela kiasi hicho. Nije mjini hovyo tu. Nimemfuata mke wangu Bi Kachala. Kama kesi itashindikana, nitarudi naye kibabe. Narudi kijijini na mke wangu Matonya. Unataka kupoteza muda wako shemeji. Dada ameshajipata, sasa hivi anaishi maisha mazuri huku mjini. Hawezi kukubali kamwe kurudi kijijini kirahisi namna hiyo. Ndio mimi nakwambia unapoteza muda. Kama utaendelea kupoteza muda huku, basi mimi niache nirudi kijijini nikafanye shughuli zangu za shamba zinalala. Nyamaza Matonya, usekunigutira. Usekunigutira. Matonya, usekunigutira. Usekunigutira. Yani mwendo wangu na mdundo ni sawa. Usinipigie kelele Matonya. Kama ulivyo najisi karatasi yangu, ndivyo hivyo tutakavyoshirikiana mwanzo mwisho katika kumrudisha mke wangu kijijini. Twende kwa Bi Kachala, mshenzi mkubwa. Stella mpumbavu shana yule binti. Yaani kuishi naye wiki moja tu kanipakaza UTI mwili mzima. Alitaka kunitoa kizazi maskini. Dogo password hapa. Ukiwa wenda nyumbani dadao, ukiwa wenda nyumbani kakao, kamwambie Stella siwezi kufika. Kamwambie Stella siwezi kufika. Sirudi tena kwa Stella. Shikanyagi. Mimi sio kupakaza UTI ovyo tu. Mshenzi mkubwa yule. Stella, kizazi changu mimi ni expensive sana. Uwezi ukakitoa kirahisi hivyo. Ukiwa wenda nyumbani mamao, ukiwa wenda nyumbani babao, kamwambie Stella siwezi kufika. Sirudi. Kamwambie Stella siwezi kufika. Shikanyagi tena nyumbani kwake. Shenzi mkubwa. Nani? Mimi Dr. Sengo, naingia. Shega ingia. Aise, mbona nasikia sauti za mdundo wa mziki, vurugu nyingi humu ndani, imekuwaje? Na nani kakuruhusu ukae kwenye kiti cha daktari? Wewe sehemu yako ni kule kitandani. Yaani nilikuwa nachezea keyboard kidogo mzee. Unachezea keyboard? Unachezea keyboard kivipi yani? Sikiliza. Hebu zima kwanza. Kwa hiyo umeweka mziki humo, si ndio?